Tunaifungua dunia, tunamwona mwamba alikuwa zake kwenye gari hapa, na uwezi kuamini kwamba mbele akaona mchumba hapa. Kikweli siku leo ni siku yangu ya bahati bana. Na mchumba gari ilikuwa imemharibikia hapa. Mshikaji alichokifanya ikabidi aende aipaki gari yake kwa mbele kidogo taratibu, ili mradi aweze kushuka, akamsaidia mrembo, na akajua siku leo ni siku yake ya bahati. Basi taratibu mshikaji ikabidi amfuate pale. Oh baby girl, ya bonge la chombo. Samani kakangu, kikweli gari yangu imeharibika, nilikuwa naomba walau uweze kunisaidia. Basi mshikaji akawa anacheki nini ambacho kimeharibika kwenye hii gari. Mara gani kwenye kiuno, uko chini ya ulinzi, tulia hapo gai, mikono juu, mwendo wa mateka. Na bidada akamwambia nipe funguo. Basi mshikaji ilibidi ampatie yule bidada funguo pale, na uwezi kuamini ni kwamba hawa ni majambazi. Walimpola mshikaji kila kitu, mpaka saa walichukua vua shati ile chap. Basi bidada alichokifanya ikabidi awe kwenye gari ya mshikaji, ili mradi aweze kuingia asepe na hiyo gari. Uwezi kuamini ni kwamba mwamba anaibiwa kila kitu, mpaka nguo ambazo amevaa. Anachobakishwa nacho ni boxer pamoja na kaushi ambayo alikuwa amevaa, ni boxer pamoja na singlet pamoja na socks. Mwamba wanakusanya kila kitu mpaka viatu. Alafu mshikaji alichokifanya akapanda kwenye ndinga pale, then akawa anajichenga pale. Mshikaji eti ndo kuamka, jamani mwizi nimeibiwa. Yani mshikaji ndo akawa amepigwa. Basi bana, Mwamba baada ya kuweza kupiga lile tukio, unadhani nini kinafuata hapo? Ni sherehe bana. Na uwezi kuamini ni kwamba Mwamba walikuwa akienjoy huku wanakula ngoma kali kutoka kwa msanii mkali anaitwa Kamba the Doni. Wote wana dhambi, 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 wote. Basi bana, uwezi kuamini kwamba Wamba uwizi ndio ilikuwa biashara yao. Wanaiba mpaka mawigi, yani Wamba hawachagui nini cha kuiba, kila kitu wanaiba. Na siku leo walikuwa wakiiba kwenye duka fulani hivi ambalo lilikuwa likiuza lasta pamoja na mawigi. Wamebeba pesa, wamemaliza, then wakawa wanabeba na mawigi. Baada ya kufika nyumbani ni sherehe, ni wapenzi ambao wanapendana kinoma noma, na kazi yao ilikuwa ni wizi. Na mshikaji anakwenda kwa jina la Ford, na huyu mtoto wa kike anakwenda kwa jina la Beth. Wanapendana kinoma noma. Basi bana, wakati mwingine wakati wanarudi nyumbani, ghafla anakutana na wazazi wao, mamake na Beth pamoja na mama yake na Ford. Kivipi mko pamoja? Alafu wazazi hatujategemea kuja kuwapokea hapa. Hivi mwanangu, nilikuambia nini na hicho kisichana? Usiseme kisichana kwamba mwanao nataka uniambia ana thamani. Mwanangu ana thamani kubwa kwa sababu amesomea chuo cha gharama na amemaliza chuo cha gharama. Lakini madhake na mshikaji akawa anasema mwanangu ana masters, ni msomi mkubwa. Yani huwezi kuamini kwamba hawa wazazi wawili walikuwa wanabishana kinoma noma, walewani hata kidogo, kwa sababu kila mzazi hataki mtoto wake awe na mahusiano na mtoto wa mwenzake. Lakini Wamba huwezi kuamini kwamba hilo hawalejali bana. Wakafika mpaka chumbani, wao ni humu tu, ni mahaba ndo kitu ambacho wanakiusudu wao, sijui kelo za wazazi, sijui fujo za wazazi, kutokuelewana, wao hawajali. Mshikaji kamweka mtoto wa kike kati pale, oya ni humu tu. Yani Wamba walikuwa wanapenda kunjonjana kinoma noma. Mshikaji akawa anavua shati taratibu, anachokitaka ni kumpelekea moto mtoto wa kike. Ghafla wazazi wakaingia, wazazi wamefumania watoto, mbona kama vile hawana adabu. Yani poa. Mzazi wake na mshikaji akabaki na Mwamba, na alikuwa akimsihi kwamba inatakiwa akae mbali na yule mtoto wa kike, kwa sababu yule mtoto wa kike ndo chanzo cha mshikaji maisha yake kubadilika. Yani yule mtoto wa kike ndo amemfanya mshikaji kuwa kama ambavyo mshikaji yupo leo. Naye madhake na binti huku naye anamkataza kuwa na mshikaji, kwa sababu mshikaji ndo anampoteza, yani anampeleka motoni, kwani amekuwa ni mwanamke ambaye anakunywa pombe, anavuta masigara. Jamani mwanangu, kuwa binti mzuri kama mabinti wengine. Unakuwa na vijana waovyo. Hapana mama, sio kijana waovyo. Mimi ndo nakushauri yule, achana naye mwanangu. Sio mwanaume ambaye anakufani, mwanaume ambaye atakupotezea tu maisha yako. Kambali naye, achana naye huyo. Yani madha alikuwa akimshauri binti akaenea, lakini binti kamwambia hivi madha, unadhani mimi nikiachana na huyo mwanaume wewe ndo utakuwa unanipa utamu, ndo utakuwa unanipa minjunjo? Yani huyo binti hana adabu hata kidogo. Huwezi kuamini, huba ni wanalikoleza tu, yani wanazidi kulikoleza penzi lao kinoma noma. Yani Wamba ni kwamba muda wote ni mapenzi, muda wote ni starehe, na muda wote wanawaza ni kufanya kazi za wizi. Na mshikaji alikuwa akimwambia kwamba eti mamangu ananikataza mimi nichue na wewe, eti nichue na wewe, eti ananikataza kweli, mimi nitaweza kuwa mbali na wewe kipenzi changu rahazizi. Na binti akawa anamwambia mshikaji, hata mimi mama ndo anasema hivyo, eti mimi niachane na wewe. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Wazazi watafanya kazi kubwa sana kutoachanisha. Wamba anapendana kinoma noma. Mshikaji kamshika kwa pale, kiuno bidada akampandisha
kwa juu, akamshika mapaja, kamweka katikati. Yani mshikaji kwa ngono, mshikaji kwa minjunjano, na huyo mtoto wa kike ndo kitu ambacho anakipenda asubuhi na mchana, jioni, muda wote ni kunjunjana bana. Wakati mwingine night tunamwona bidada hapa, na siku ya leo amekuja kujiuza, na kuna mwamba akatimba hapa. Oh baby girl, mlembo mwenyewe. Niambie mwanaume, unataka nini? Mimi nataka siku ya leo nikakunjunje mpaka hizi nywele zako zigeuke kuwa za kijani. Utaweza we mwanaume? Yes, mimi nitaweza. Nitakunjunja mpaka hiyo midomo yako itakuwa ya njano. We mwanaume wewe, una uhakika? Kwanza ya kwako kubwa. Basi bidada alichokifanya, akamshika kifua, akashusha mpaka kule chini kwenye engine. Wewe, mtoto mbona muni hivi? Yani mtoto wa kike alikuwa ni muni kinoma. Wewe mtoto wa kike wewe, inaonekana tukienda kunjunjana utanimaliza, utafanya mpaka kipala changu hichi kiwe cha njano. Wala usijali, twenzao. Wewe, babake. Yani mshikaji anapenda ngono kuliko kula. Basi akaondoka na mtoto wa kike mpaka kwa bedi. Sikini kwambie kitu, mtoto wa kike, leo nitakunjonja mpaka ufurahi. Mwamba akapanda pale kitandani, akaanza kumshika mtoto wa kike. Ghafla mwamba akatimpa. Wewe shida nini? Umefuata nini hapa? Uko chini ya ulinzi guy. Usiongee sana. Naomba usiniwe. Oh baby, kweli umewahi kweli mchombangu. Nakupenda sana baby wangu. Jamani, kumbe mko pamoja. Tulia hapo guy, tulia. Jamani, pesa zangu, niacheni pesa zangu jamani. Pesa zangu zimewakosea nini? Ela jamani, ela mimi sinanimaliza jamani bibi wangu. Mwamba yuko pale chini anawaomba hizo jamani pesa, sio zangu za kampuni. Mwamba akawa anajichenga pale. Tulia hapo wewe, acha kupiga kelele. Na mshikaji kaichomeka funguo mlangoni pale ili mradi aweze kumfungua. Usinyenywe hicho kichwa. Basi Mwamba akamfungia mlango pale. Mshikaji akamka, lakini Mwamba ndo akawa amejichenga. Kudadadeke shit, come on. Yani mshikaji alilaumu kinoma, lakini hatuna msaada naye, ngono imemponza. Mwamba huko huwezi kuamini, ni happy kila day. Wamba wanaenjoy kwa sababu wanayo pesa, wana money, yani wana kibunda cha kutosha. Na hapa mshikaji alikuwa akimsifia mtoto kike, na mtoto kike alikuwa akimwambia wewe mwanaume, wewe unanimaliza wewe. Jamani yani hawa jamaa wanapendana kinoma. Na wakati mwingine mshikaji alitimba mpaka kwa mama. Mama, nini shida? Tatizo ni nini? Nimesikia kwamba unaumwa sana. Yes, kiukweli naumwa. Yani kiukweli najisikia vibaya. Ghafla kuna bidada akatimba hapa. Huyu bidada anakwenda kwa jina la Jessica. Jessica, umefikaje hapa? Mama ndo alisema nije. Huwezi kuamini ni kwamba huyu Jessica alikuwa zake Canada, na huyu mtoto wa kike ni ex wa mshikaji. Yani mshikaji alikuwaga na mahusiano naye zamani sana, lakini mtoto wa kike alimkimbiaga mshikaji kulingana na tabia zake, kwa sababu Mwamba alikuwaga ni muni, na huyu mtoto wa kike akaenda kuolewa huko Canada. Lakini Mother kamuita huyu mtoto wa kike akaja hapa kwa sababu Mother anahitaji mtoto wa kike ambadilishe mshikaji, na Mother anaumwa, so alikuwa akihitaji mtu wa kumwangalia. Lakini mshikaji alikuwa mkali kweli kwa sababu alikuwa amhitaji huyu mtoto wa kike kuweko hapa, kwa sababu alishawahi kumfanyia na kumpiga tukio takatifu. Na mshikaji kamwambia inahitajika mimi na wewe tuongee sasa hivi. Alafu Mwamba akajichenga pale. Basi bidada ikabidi amfuate mshikaji. Mshikaji alikuwa ni mkali kweli. Nini ambacho kimekuleta hapa? Mama ndo amesema nije hapa. Mama ndo kaniambia nije. Kwa mama ndo kakwambia uje, si ndio? Kwa chochote ambacho akisema mama unafanya. Umesahau kila kitu ambacho ulinifanyia. Yani kila kitu ambacho ulinifanyia umesahau, si ndio? Lakini bidada akasema hapana, nimekuja hapa kwa sababu ya kurekebisha. Utarekebisha nini? Kipi ambacho utakirekebisha wewe? Ni kitu gani ambacho utakirekebisha? Vipo ambavyo naweza nikavirekebisha, kwa sababu mama kaniambia kila kitu kuhusiana na tabia yako. Lakini tabia yangu haikuhusu, inanihusu kwa sababu inabidi usaidike. Yani kitu ambacho unakifanya sasa hivi unakosea sana, yani unahatarisha maisha yako, na kitu ambacho unakifanya wewe ndio kimemfanya mume wangu amepoteza maisha. Huwezi kuamini kwamba mume wangu bidada amekufa kwa sababu ya vitu ambavyo alikuwa akivifanya. Ndio hivyo vitu ambavyo huyu mshikaji anavifanya. Anakunywa sana pombe, anavuta sigara, mwizi, jambazi. So bidada alikuwa akimsihi kwamba tafadhali naomba ubadilike, walau hata kidogo. Badilika hata kwa sababu ya mama, kwani badilika hata kwa sababu ya familia, kwa sababu wewe inatakiwa uwe baba inatakiwa uwe baba bora. Utawezaje kulinda familia yako ukiwa jambazi? Unaanzaje kulinda familia yako ukiwa mwizi? Unaanzaje kulinda familia yako ukiwa mlevi, mvuta sigara? Hapana, niache na maisha yangu. Siwezi nikakuacha na maisha yako kwa sababu wewe unachokifanya unamuumiza ni mamako. Vipi siku moja ukapoteza maisha, mamako atabaki na nani? Mama wakupoteza kijana mdogo kama wewe? Hapana. So poa, naomba ubadilike. Bidada alikuwa akimwomba mshikaji abadilike, na akamwambia kwamba hata pressure ambayo mamako anakutana nayo ni kwa sababu ya majanga ambayo unamletea. Lakini mshikaji alikuwa elewi nini ambacho akifanya. Bidada akamshika mkono pale taratibu.
tafadhali nakuomba sana. Nikamwomba mshikaji abadilike. Basi wakati mwingine mshikaji ndo alikuwa anajiandaa kuondoka na bidada akazidi kumkazia mshikaji, na kiukweli maneno ya bidada yalikuwa yakimuingia mshikaji, kwa sababu bidada anachokitaka mshikaji afanye kitu kwa sababu ya mamake, kwani mamake anamtegemea kwa kiwango kikubwa. So mshikaji akifa, unadhani mamake atabaki na nani? Lakini mshikaji kuna namna alikuwa ni mbishi, yani kuna namna alikuwa akibishana kwa sababu njia ambayo anapita anaiona kabisa kwamba yeye ni sahihi, alafu istoshe huyo alikuwa kisi wake. Mshikaji ndo ajali kabisa. Wakati mwingine huko mwamba alikuwa kila bata na mtoto mzuri ni humu tu, masigara, mabangi, mapombe, haya ndo maisha yao. Kati huyo mshikaji pamoja na huyo bidada ambaye anakwenda kwa jina la Betha ni humu tu. Lakini wakati kila kitu kinaendelea, huwezi kuamini kwamba maneno ya yule bidada yakaanza kumjia mshikaji kichwani. Wewe ufanye vitu kama hivyo, unahatarisha maisha ya mama yako, unahatarisha uhai wa mama yako. Hivi siku ukifa kwa sababu ya hivi vitu unavyovifanya, unadhani mama yako utamweka wapi? Uso wake utauweka wapi? Mshikaji alijikuta anakosa raha pale, yani nguvu ya kuendelea kufanya anachokifanya ikaisha. Basi mshikaji akikaa pale, oh baby jamani, nini shida, ni tatizo ni nini? Mbona kama vile umenyongea, yani umekuwa mnyonge hivi? Mshikaji akamwambia kuna shida, kila kitu ni ya pechi ya lolo. Na wakati mwingine bidada alikuwa akiendelea kula maisha, yani ni bata, yani wamba wakipata wanakisha wanatumia zote, zikiisha wanaenda kuiba tena. Lakini mshikaji huwezi kuamini kwamba haya maisha ameyachoka, hataki tena pombe. Ni mwamba ambaye kajikuta maisha yake yanabadilika taratibu. Maneno yale bidada yamemkaa mshikaji kichwani kinoma noma, akimwangalia mtoto wa kike na maisha wanayoishi, yani unaona kabisa kwamba ni maisha ambayo yamekaa kupotea. Bidada yeye kwake hamna kitu ambacho anakijua, hamna kitu ambacho anakijari, yeye muda wote ni happy, ni humu tu. Lakini mshikaji hana raha hata kidogo, yani ana raha hata kidogo. Wakati mwingine bidada alikuwa amelala na mshikaji amepoa hapa. Mshikaji alikuwa akifikiria mambo mengi kinoma noma. Yani mambo mengi balabala. Nimeshakuwa mkubwa, naelekea kuwa baba. Hivi nitaisha ya maisha mpaka lini? Na vipi kuhusu maisha ya mamangu? Mamangu amekuwa akipata pressure yote kwa ajili yangu. Mwamba kafikiria mambo mengi sana. Ilikuwa ikimuumiza. Maisha ambayo anaishi ni maisha mabaya kinoma noma. Na bidada alikuwa akimsisitizia mshikaji. Huwezi kuamini ni kwamba mshikaji inakuwa ni ngumu kubadilika. So kila siku bidada alikuwa akimpigia mshikaji kelele kwamba inatakiwa abadilike, yani inatakiwa abadilike, na ili abadilike mshikaji inabidi aanze kufanya kazi. Na bidada alikuwa akimwambia kwamba mshikaji inatakiwa ende akasimamie kampuni ya mume wake Canada, kwa sababu bidada ndo anaisimamia. Mshikaji ni mwanaume, akienda kuisimamia itakuwa pechi ya lolo. Lakini mshikaji anashindwa, yani inakuwa ni ngumu sana kuacha kile ambacho anakifanya alafu na kuambatana na huyo mtoto wa kike. Yani mshikaji ili abadilike inabidi aachane na yule mtoto wa kike, alafu then aende zake Canada, aende akasimamia kampuni ya huyu mtoto wa kike. Hicho ndo kitu ambacho kinaweza kikamfanya mshikaji akabadilika. So mshikaji huwezi kuamini kwamba ile jambo ndo jambo ambalo mshikaji hataki kulifanya. Basi mshikaji akajichenga pale. Anafika nyumbani ambako anaishi na mchumba wake, anakuta maua chumbani yamemwaga, yani yamelembwa kinoma noma. Kitandani ndo usiseme huwa fulani hivi la love. Mshikaji akawa analiangalia lile huwa na mtoto kike katimba, baby najua umeimisi, alafu hata mimi nimeimisi ya kwako, nataka tunjunjane baby. Lakini mshikaji akawa anamwambia mtoto kike, nilikuwa naomba tuzungumze. Okay, tulia, saa tutaongea kwa wakati mwingine, kwa sasa hivi nataka huba. Hapana, ni kitu muhimu sana, nilikuwa naomba tuzungumze mchumba wangu. Baba miko sasa hivi nataka hiyo. Bidada kaanza kumbusu mshikaji, hiyo naitaka hiyo. Na uwezi kuamini kwamba mwamba alimjunja mtoto wa kike, yani mshikaji kamjunja mtoto wa kike. Na uwezi kuamini ni kwamba mwamba kwa bidada hapindui hata kidogo, yani bidada chenye akisema mshikaji anafanya. Yani bidada anampa utamu mshikaji, utamu ambao hajawahi kuupata popote kwenye hii dunia. Na ndio maana mshikaji inakuwa ni ngumu sana kuweza kumwacha huyu mtoto wa kike, na ndio maana mtoto wa kike amekuwa akimtawala mshikaji kila siku. Na baada ya kunjunjana, wamba walienda kufanya tukio. Huko upande wa pili tunakutana na Martha. Alikuwa akifoka muda wote kwa sababu mtoto wake ni mbishi, na ghafla simu ikaita pale. Basi Martha ikabidi apokee. Huwezi kuamini ni kwamba mtoto wake kakamatwa kwa kesi ya wizi. Mama alichanganyikiwa kinoma noma, akasema hakuna shida, nitakuja. Basi mwamba, huwezi kuamini kwamba mwamba amevimba kinoma noma. Huyo mshikaji huwezi kuamini kwamba alikamatwa na wananchi wenye hasira kali na walihitaji kumuua, lakini askari polisi walikuwa karibu, then wakamkamata mshikaji na kumpeleka kituoni. So mshikaji, hiyo ndio ilikuwa pona yake. Martha alikuwa akifoka kinoma noma kwa sababu mshikaji anapotea, ni mwamba anapotea kwenye dila. Martha alimwambia hivi, sikia nikwambie kitu kimoja, kama mimi ni mamako mzazi, naomba uache hicho kitu ambacho unakifanya, lakini kama mimi sio mamako mzazi,
endelea kufanya hicho ambacho unakifanya, na ukiendelea kuanzia siku ya leo mimi sitokuwa mamako. Kama mimi ni mamako, basi rudi nyumbani, alafu uende Canada, uende ukaendeshe kampuni. Alafu mother akawa anajichenga pale, na bidada akawa anakazia, yani akawa anapigilia nyundo na kuweza kumwambia mshikaji kwamba inabidi ufuate kile mother anasema. Mother akisema huwa kauli zake zinatokaga na baraka, lakini mother akizungumza kwa ubaya huwa kauli zake zinatokaga na laana. So kamuomba mshikaji abadilike walau hata mara moja. Basi mshikaji karudi nyumbani kwa mchumba wake hapa. Oh, baby, mbona umevimba hivyo? Bidada akawa anamcheka pale, lakini mimi naamini wewe ni gentleman, najua utakaa sawa, alafu then mambo yataendelea apecha lolo. Mimi nakuaminia wewe ndo kamanda langu. Hapana, mimi nataka niache hii kazi kwa sasa hivi. Mimi nataka kubadilika, nataka kuokoka, nimeshachoka. Nakamatwa natoka na kila siku amekuwa akinitoa mamangu. Ipo siku moja wataniua. Yani ndo umefikia huko? Yani imefikia hatua umeanza kuwa muoga? Hapana bana, unaniangusha mchumba. Unaanzaje kuwa muoga? Usiwe muoga baby wangu jamani. Mimi nakuaminia wewe. Wewe ndo kipenzi changu. Kama unanipenda kweli, fanya kile ambacho nataka ukifanye. Hapana, siwezi. Nimeshachoka kwa kila kitu. Yani nimeshachoka. Haya maisha ni mabaya, yananiathiri kwa ukubwa. Yani unataka kumaanisha hata mimi umenichoka, si ndio? Yes, inaonekana kama hata mimi umenichoka kwa sababu maisha yangu hutaki kuyaishi. Na kama hutaki kuyaishi maisha yangu, basi kaa mbali na mimi. Kama umenichoka, ondoka. Kama unanipenda, basi mimi na wewe tutaendelea kuishi ya maisha mpaka mwisho. Sikia nikwambie kitu kimoja, siwezi kuyaishi maisha hata mara moja. Yani siwezi kuyaishi maisha hata mara moja. Nimeshakuwa, natakiwa kuwa baba, natakiwa kuilinda familia, natakiwa kumlinda mamangu, natakiwa kuwalinda watu ambao nawapenda. Siwezi kuwalinda watu ninawapenda kwa kuwatalisha maisha yangu. Nimeshazungumza guy. Kama unanipenda, basi utafanya kile ambacho mimi nataka, na kama unipendi, go kaa mbali na mimi. Yani ukiacha hichi ambacho tunakifanya, basi ujuage na mimi umeniacha. Okay baba. Afika bidada kakajichenga pale. Yani bidada anachomaanisha ni kwamba mshikaji kama anampenda, basi uendelee na hichi ambacho wanakifanya. Kama ampendi, basi afanye kile ambacho anahitaji kukifanya. Mshikaji huwezi kuamini ni kwamba maneno ya bidada yamemchanganya, akikumbuka na maneno ya leo mtoto wa kike wa nyumbani, na akikumbuka na maneno ya mama. Yani mshikaji anajikuta anapitia wakati mgumu kinoma noma. Na huwezi kuamini ni kwamba mshikaji aliamua kuchukua maamuzi mazito vibaya mno. Siku leo bidada alikuwa amelala na mshikaji alikusanya kila kilicho cha kwake. Yani aliamua kabisa kwamba yuko radhi kubadilika. Yani aliamua kuchagua fungu ambalo ni jema, na mtoto wa kike alikuwa yuko fofofo. Mshikaji akawa anasema, naomba unisamehe, siwezi kuishi maisha ambayo wewe unayaishi. Nahitaji kuishi kwa kuwalinda watu ninaowapenda, kwani usalama wangu ndio usalama wa watu ambao nawapenda. Mshikaji akawa anaondoka akiwa na huzuni kinoma noma. Analia tu kwa sababu hana chaguo lake kachagua kuwalinda watu ambao anawapenda. Welcome my son. Mshikaji kaamua kurudi nyumbani. Mama alifly kinoma noma, na hii ndo faraja yake. Hakuna kitu ambacho mzazi anakipenda kama kumuona mtoto wake akiwa mikono salama. Na ndio maana wazazi kila siku wanatuombea. Kila siku mama zetu wanafunga na kuomba kuhakikisha kwamba watoto wetu tunafanikiwa. Alafu mama anafunga na kuomba wewe ufanikiwe, alafu wewe kumbe uko baa unalewa, uko unakula madawa ya kulevya, unakula mabangi, unafanya wizi, ujambazi. Nini maana ya maombi ambayo mama anakuombea? Oya, tujitahidi kuchagua mafungu yaliyo mema kwa kuweza kuhakikisha kwamba tunawalinda watu wanaotupenda kwa kuweza kujilinda sisi wenyewe. Stop. Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba hivi msanii wetu ambaye mimba hapa ni wapi hajatoa wimbo mpya? Ni kwamba msanii wetu ametoa wimbo mpya. Ingia YouTube, andika Kamba The Don Tamtam, utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye skrini yetu hapo. So cha kufanya, utabofya katikati ya hiyo ngoma, alafu utaenda kuitazama mwanzo mpaka mwisho, na usahau kuweza kudondosha comment yako kwa kuweza kusema kwamba Genius, nimeijua hii ngoma kupitia wewe. Nadhani kwa sasa hivi nimeshusha ukimya. Msanii wenu katoa ngoma mpya, hiyo hapo. Nendeni mkaenjoy, ni ngoma mpya na ni ngoma tamu kinoma noma. Basi bana, huko mtoto wa kike huwezi kuamini kwamba asubuhi na mapema sasa hivi ndo alikuwa akiamka. Ni usiku mzima mshikaji anachomoka ile asubuhi, bidada alikuwa hajamsikia. Yani kisa 3 yeye ndo akawa anaamka hapa, lakini anashangaa mshikaji hayupo. Basi taratibu akawa anamuita Mwamba, lakini Mwamba hayupo. Nakakutana na ujumbe hapa. Ujumbe unasema I'm sorry, yani samani. Basi bidada ikabidi amke pale na taratibu akawa anamuita mshikaji, babe, uko wapi mchumba?
lakini anakuta kimya, ni kila sehemu ni kimya. Baby uko wapi? Kila kita ni kimya, katoka mpaka nje. Hapa ndo akaja kugundua kwamba mshikaji kajichenga. Bidada alichanganyikiwa, yani alipagawa kinoma noma. Basi akaanza kupiga simu, lakini simu za mshikaji hazipatikani. Mwamba kaamua kubadilika mazima mpaka simu akazima. Bidada alirudi kasi kinoma noma, na alichokifanya huwezi kuamini kwamba alikuja mpaka nyumbani kwa kina mshikaji. Baby uko wapi? Mchumba uko wapi? Jamani, najua unanisikia baby, najua unanisikia, na kuomba toka nje, nina shida na wewe, naomba utoke tuzungumze baby wangu, najua jana nilikukosea mchumba, naomba utoke tuweze kuzungumza. Mimi niko tayari kabisa, kila kitu niko tayari kufanya chochote, yani chochote ambacho utataka niko tayari kufanya. Mshikaji alitaka kwenda, lakini bidada akamzuia na madha, akatimba hapa. Nini ambacho unataka kufanya? Nataka nikamsikilize, simaanishi kwamba naondoka naye, ila nataka tukaongea naye tu. Hapana, kuongea naye nitazungumza naye mimi hapa ndo nitaongea naye. Basi madha akawa anatoka pale nje. Huwezi kuamini ni kwamba hakuna mshikaji kutoka kwenda kuonana na yule mtoto wa kike. Bidada anapiga makelele tu hapa nje, jamani baby, vipi jamani, kuna shida jamani, mkwe wangu kuna tatizo, mama nataka kuzungumza kamoja tu, nizungumze na mtoto wako, najua uko ndani. Hapana, wewe nenda alafu atakupigia. Okay, hapana mama, huwezi kunipigia, wewe hapatikani, naomba nizungumze na madha. Hapana jamani, usiluke. Naluka ukuta, yani naluka ile gate, mbona kageti kadogo kama naluka? Hapana, atakupigia simu. Huwezi kuamini ni kwamba Mwamba alimzuia mtoto wa kike kuingia ndani. Huwezi kuamini mtoto wa kike alikuwa ni wa mabangi, sigara pamoja na madawa ya kulevya, na madhake alitimba hapa. Nini shida mwanangu? Mama ameondoka, ameniacha peke yangu, yani ameniacha peke yangu kwenye mjengo. Cheki mama, mimi nimekuwa ni wakunywa pombe mabangi au nimfuate tena? Hapana. Madha alikuwa akimzuia binti kwa sababu binti anampenda mshikaji kinoma noma, lakini mshikaji kamtelekeza. Mamake alisema eti hatanipigia simu, lakini mpaka sasa hivi hajanipigia. Hapana mwanangu, hawezi kufanya hivyo. Sasa hivi inabidi na wewe urudi nyumbani, uje tukikaa hapa mwanangu utakufa kwa mawazo. Basi madha akawa anamkumbatia mtoto wake, yani bidada mpaka amechanganyikiwa mshikaji alivyomwacha, kwa sababu anapitia magumu kinoma noma. Na uwezi kuamini ni kwamba madha aliamua kumchukua mtoto wake na kwenda naye nyumbani. So bidada naye aliamua kuchukua jukumu la kwenda nyumbani kwa mamake. Akawa anaiangalia nyumba ambayo alikuwa akiishi na mshikaji kwa muda mrefu. Hutakiwi kuishi hapa. Ukiishi hapa utapitia mawazo, kwa sababu ndio sehemu ambayo ulikuwa ukiishi na mchumba wako. Katu siji kulisahau ile eneo. Yes mwanangu, inabidi uende nyumbani ukaishi na mimi mama yako. Bidada akatabasamu fulani hivi la huzuni, alafu then wakawa wanajichenga pale. Bidada anaangalia mara mbili nyumba, kwa sababu ataikumbuka huko mshikaji alikuwa amejiandaa zake kuelekea Canada. Oh wow, kiukweli umependeza. Nashukuru. Bidada akawa anamweka fresh pale. Ni kwamba mshikaji kuondoka kwake kwenda Canada, anaenda tu kwa sababu anampenda mama yake na anataka kutengeneza familia mpya, ila moyo wake wote uko kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Betha. Yani mshikaji anampenda Betha kinoma noma, na siku ya leo ilikuwa ndo siku ya mshikaji kusafiri kuelekea zake Canada. Basi baraka za mama, baraka za mtoto wa kike ambaye anakwenda kwa jina la Jessica zilikuwa zikiambatana na mshikaji, na mshikaji akasema hivi, niko tayari kufanya kitu chochote ambacho mamangu utasema. Niko tayari kufanya jambo lolote kwa sababu ya familia yangu. Niko tayari kufanya chochote kwa sababu ya kuwalinda watu ambao mnanipenda, na nyinyi ndo familia yangu. Basi akamkumbatia mama yake pale kwa uzuri kabisa, ijapokuwa moyo wake bado upo kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Betha. Basi kamkumbatia Jessica pale taratibu, mshikaji limradi aweze kujichenga kuelekea Canada. Na uwezi kuamini ni kwamba mshikaji alibadilika kabisa. Yani Mwamba hakuwa yule jambazi, yule katili, yule mwizi, yule mvuta madawa, mvuta shisha, mvuta sigara, mnyopombe. Yani Mwamba alibadilika mazima. Yani aliamua kuwa mtu mwema, aliamua kuokoka ili mradi mabaya asije kumkuta, na ili mradi awe baba bora sana kwenye familia yake, aweze kuwalinda watu anaowapenda. Na sio mshikaji tu, huwezi kuamini kwamba hata bidada alibadilika. Yani bidada alibadilika kuwa yule mwanamke ambaye alikuwa mwanamke ovyo, mvuta sigara, mapombe, kila kitu kilibadilika kwa mtoto wa kike. Wakati mwingine tunaona gari hapa, na huwezi kuamini kwamba ni miaka 3 imepita. Ghafla mshikaji anatembea, ghafla akakutana hapa. Jamani, wewe upo Ford Betha? Kila mtu alibaki anashangaa. Kiukweli sikutegemea kukuona. Naona umebadilika sasa hivi. Yes, nimebadilika. Tangu umeniacha wewe, tangu umenitupa, nimebadilika kweli sasa hivi. Naomba unisamehe kwa kila kitu ambacho nilikifanya, kwa sababu najua nilikukosea kwa namna moja ama nyingine. Naomba unisamehe. Ile ni katika namna tu ya kuhitaji kuweza kuilinda familia yangu. Wala usijali. Ulichofanya ni bora kwangu, kwa sababu kimenisaidia kwa sasa hivi mimi ni mke wa mtu na nina maisha safi kabisa. So, nashukuru kwa sababu wewe ulinitupa
akanifanya kuwa imara na nimesimama kama mwanamke. Sasa hivi nina mume na tunapendana sana na tuna mtoto mmoja. Sema nimemwacha nyumbani kwa sasa hivi, ungefanikiwa kumuona. Mshikaji akamwambia hongera sana. Maisha yako yanakwenda? Yes, kwa sasa hivi nina kampuni kubwa Canada na hapa Nigeria. Oh, wow. Hongera sana. Nashukuru. Yaani kiujumla ni kwamba wote wawili kila mtu sasa hivi maisha safi. Na bidada akasema nashukuru. Okay, nashukuru. Basi bidada akawa anamwaga mshikaji pale na akajichenga. Bye. Huwezi kuamini ni kwamba bidada kwa sasa hivi ana maisha safi. Mshikaji kamwangalia. Hiki ndo chombo ambacho mwamba alikuwa akikipenda. Kweli maisha yanabadilika. Mshikaji akatabasamu tu. Kuna muda maisha yanakupeleka kuacha watu ambao unawapenda na kukumbatiana na watu ambao wanakustahili na Mungu amekupangia kuishi nao kwenye maisha yako. Basi bidada akatimba hapa na huwezi kuamini ni kwamba bidada mshikaji kamtia mpaka mimba na kwa sasa hivi ni mke wake na wanapendana balabala. Na huyo ndo mwanamke ambaye mshikaji Mungu kampangia aishi naye maisha yake yote, japokuwa alikuwa akimpenda bidada ambaye anakwenda kwa jina la Betha. Wewe kwa wale mmono usholi pamoja na matangazo, namba ni ile ambayo iko upande wa juu upande wa kushoto 0755660003. Drop picha comment yako, niambie unaitwa nani, tukiwa wapi na maoni yako wewe ni yapi, na usisahau kuweza kusubscribe YouTube channel yetu. Na mimi ni yule Genius sauti ya Simba na wengine wanapenda kuniita The Ghost. Asante, bye bye. Ciao.